Shika mkono Bwana, nishike mkono. Ninalihimidi jina lako, tena kunipa nafasi ya kusimama kwenye hii madhabahu kwa ajili ya kuwasilisha kile ambacho kiko kwenye kilindi cha moyo wako. Mungu, ninakushukuru mfalme wa wafalme, ama si kwa utakatifu wala si kwa jitihada zozote zitokanazo na matendo yako, bali ni kwa neema yako. Nakushukuru Mungu mtakatifu, uinuliwe na kutukuzwa milele. Basi jioni hii Bwana, tumeendelea kujikabidhi mikononi mwako. Mungu, naomba Roho Mtakatifu ukatuhudumie, tusikizishe yale ambayo umetaka leo kuyasikia, katika jina la Yesu na kwa damu ya Mwana-Kondoo. Mungu, mwenye watoto wako, gusa nafsi zilizoinama Bwana, watu walioumizwa miili, Mungu, wala wameguswa na magonjwa. Yesu, ninakusihi ruhusu neema yako Bwana wa majeshi, na yule Roho wa uponyaji ambatane nasi wiki hii Mfalme, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tuinue kiuchumi, tuinue kiroho, tuinue kiakili pia kwa jina la Yesu Kristo. Tunaomba Bwana, tutembee mwaka huu tukiwa watu waliostawi kiakili, kiroho, kiafya na kiuchumi pia, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu Kristo. Nami najiweka mikononi mwako sasa, nikiweka kinywa changu wakfu kwa ajili ya kukitumia kusema na mama, baba, kaka na dada huyo, katika jina la Yesu Kristo. Watu wote tuseme amen. Basi na uketi. Nisaidie kusalimia jirani yako kwa niaba yangu. Mwambie Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu sana aliyenipa nafasi hii ya kuwa mtumishi wa kwanza mwaka huu. Kwanza na semina mwaka huu. Kwa hiyo mimi ni mko la watumishi mwaka huu, na msingi Mungu anisaidie ili niwe sababu ya wengine kama na wepesi mbeleni. Nashukuru sana mchungaji, kamati ya uinjilisti, wazee wa kanisa, kundi la maombi, washirika kwa ujumla, kuona kwamba tushiriki nani kwenye semina mwaka huu wa 2026, tukitarajia Mungu kutuhudumia kwa kiwango ambacho wewe mwenyewe ukitarajia. Kichwa cha somo nilichopewa na Mungu ni kutoka kitabu cha Zaburi, ule mlango wa 11. Zaburi 11 mstari wa kwanza ndicho kichwa tutakachotembea nacho, ndio andiko tutakalotembea nalo kwa wiki hii. Zaburi 11:1 hadi 3. Zaburi 11:1 hadi 3. Biblia inasema, Bwana ndiye niliyemkimbilia, mbona mnaiambia nafsi yangu, kimbia kama ndege mlimani kwenu? Maana tazama, wasio haki wanaowinda wanaitia mishale yao katika upote, ili kuwapiga mizani wanyofu wa moyo. Hebu sema, kuwapiga mizani wanyofu wa moyo. Sema tena, kuwapiga mizani wanyofu wa moyo. Wanasema, na kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Kichwa cha somo kinasema misingi inavyotumiwa na Mungu kama mtaji wa kuikwamisha kesho yako. Misingi inavyotumiwa na Mungu kama mtaji kuikwamisha kesho yako ama kuistawisha kesho yako. Misingi inavyotumiwa na Mungu kama mtaji kuikwamisha kesho yako ama kuistawisha kesho yako. Misingi inavyotumiwa na Mungu kama mtaji kuikwamisha kesho yako ama kuistawisha kesho yako. Na ndio nikasoma kitabu cha Zaburi
Msingi maana yake ni chanzo cha kitu au mwanzo au asili. Msingi maana yake ni chanzo au asili au mwanzo wa kitu. Kuna uhusiano wewe kuwa na mshiriko mzuri kiroho. Kuna uhusiano wa misingi kuwa na mshiriko mzuri kiroho au kuwa mtu mwenye kukwama kiroho. Msingi na usika. Mimi niruhusu leo nitangulie kuleta utangulizi wako. Mungu atupe roho wa neema na kuomba ili tusimame na kuomba kweli, kwa sababu Mungu yuko katikati yetu mpaka ametupa hili somo. Maana yake kuna suluhisho. Hivi ndivyo ni matokeo ya misingi. Kwa wewe ndio uamue kujitathmini kwamba uko namna gani. Kama unalia sana au unafuraha, misingi na usiku. Kumbuka nimekwambia msingi ni chanzo, asili au mwanzo wa kitu. Sasa asili au misingi ni kitu muhimu sana kwa miungu kwa ajili ya kesho ya watu. Mungu haangalii leo, Mungu anaangalia kesho. Shetani pia anaangalia leo, anaangalia kesho. Kwa sababu kesho ndiyo yenye utukufu kuliko leo. Anaiona kesho ya watoto wetu leo, na ili awe na uwanja mpana wa jinsi gani ya kumkwamisha mtu tunaye karibu ya kesho, au yule aliyetakiwa kuwa anapambana leo. Kama umemzaa mtoto na ndiye mwenye majibu ya kansa kesho, anadini leo, akishajua kwamba wewe kwa vyovyote hii familia, huyu baba na huyu mama, vile Mungu alivyokutanisha, ni mwanzo wa kuzaliwa mtu ambaye atakuwa na suluhisho la magonjwa yasiyokuwa na majibu duniani. Shetani anacheza leo, lakini ili awe yule tunayetarajia, pia Mungu anacheza leo. Sasa kama misingi ikiharibika, au kama misingi ikawa ina nguvu, ni mtaji kwa Mungu aliye hai. Lakini kama misingi ikiwa imeharibika, angalia anachoambiwa Daudi, wewe mbona unakimbia kama ndege katika milima yao? Sasa mbona unaniambia hivi? Nasema kwa sababu wasio haki wamejua kwa kuanzia kwako, wamejua kwa kuanzia, wameupiga uta au wameukunja upinde gizani. Giza ni eneo mazingira ambayo si rahisi kujua wapi kitu hicho kinatokea, na msaada wa hawa watu walioupinga uta ni misingi iliyoharibika. Kanisa la Yesu, haleluya jamani, haleluya. Ndio hapo unakuta watu wakiwa na maswali mengi. Why mimi? Mbona ninamcha Mungu? Mbona niko na Mungu? Miaka mingi nimemtumikia Mungu. Shida sio hiyo.
Shetani alijua kwamba utakuja kuwa mtumishi wa Mungu kabisa, na utakuwa mtu mwenye majibu ya maswali watu wako nayo, akakwacha wewe, lakini akaangalia asili yako, kama kutakuwa kuna namna yoyote ya kuitumia ili kukwamisha. Ndio Daudi alikutana naye, na ninakupa hiyo sura kwa sababu tuna safari ya kuomba juu ya watoto wetu, tuna safari ya kuomba juu yetu wenyewe, tuna safari ya kuomba juu ya wajukuu tulio nao, kwa sababu shetani anaitazama kesho leo, na akiangalia chanzo, kama itaweza ikamfanya huyu uliye naye wewe asiwe yule Mungu aliyemtarajia. Misingi ikiwa mibovu inampa shetani uwanja mpana wa kuratibu magonjwa anavyotaka. Yesu naye kabisa na unamtumikia, lakini ana uwezo wa kuandaa namna yote gizani kwa ajili yako. Ana uwanja mpana wa kuratibisha aina ya magonjwa atakavyo. Unajua sikoseli, mara unajua ugonjwa wa moyo, mara tezi dume, mara kansa ya kizazi, ya kizazi, mara unajua sukari, mara unajua presha, mara unajua kiharusi, anavyotaka. Si kwa sababu una Mungu. Una Mungu lakini ameangalia mbali sana. Na utaenda mbinguni utaenda, lakini vile ilivyotakiwa uwe duniani hautakuwa. Muulize Lazaro, kwa nini Mungu asikimbariki akampa pesa? Kuna mazingira ambayo shetani ana haki, Mungu ni mwenye haki. Mungu ni mwenye haki. Ndio shetani wanakuaga na nguvu sana mahali ambapo ana haki na kitu hicho. Uharibifu wa misingi ni pale ambapo chanzo cha kitu tulikabidhi kwa miungu ila isiyotokana na Mungu kweli. Shetani anafunga chanzo, funga kabisa. Hichi kinaenda hivi, hichi kinaenda hivi. Hizi ilikuwa karibu iliandikwa kanisa fulani, walikusanyika sehemu moja karibia makanisa 10. Wakati tukiendelea na huduma, kulikuwa kuna baba mmoja ni mlemavu kabisa, yule ambaye amekakamaa na kiasi kwamba hata akiongea ni ngumu kumsikia, lakini ni mtumishi wa Mungu, anatumika kabisa, anaombea watu. Unashangaa kuna watu wanatoka mbali wanakuja kumwona yule baba ili awatamkie maneno. Nikauliza, hii namna gani? Ambia ndio, Mungu amempa neema ya kipekee. Nikaangalia nikasema, sasa Mungu inakuaje? Mungu akaniambia, laiti unajua Mungu afanye kitu nje ya ufahamu wako. Yaani maana ufahamu wako unapoishia, Mungu anajifunua hapa. Na ndio maana Biblia inasema mjue sana Mungu. Tafuta kuwa na maarifa ya Mungu. Hujanielewa? Nishawahidiwa kwa nini Paulo alisema hatimaye mzidi kuwa hodari. Nilitafuta hilo neno hodari maana yake nini, nikaja kujua uhodari maana yake ni mbinu. Hatimaye mzidi kuwa na mbinu katika Mungu. Uhodari ni mbinu. Maana naweza kuwa na Mungu sio na mbinu ya kumtumia Mungu. Mungu naye kabisa na kaonea. Mungu naye kabisa shetani akaamua kufanya jambo lolote muda anaotaka, kwa sababu anajua kiwango cha wewe kumjua Mungu hapa
hapo ndio Mungu anafikia kujifunua. Sasa kama ujinga ukizidi, atapitia kwenye ujinga kufanya mambo ya ajabu katika maisha yetu. Na yanashangaza, wakati huo akitusomea kupitia watu wasiomwamini Yesu, wakisema ni watu Mungu unayemwabudu wewe. Na Mungu afanye mpaka umejua. Anasema katika kitabu nafikiri ni Wakorintho wa pili 13:5, anasema ijaribuni kama mko katika imani, ithibitisheni wenyewe, hawa mjue kwamba mmekataliwa na Yesu yuko ndani yenu. Sasa katika mwangalio Baba nikamuuliza Mungu, why? Akasema kuna shetani alipata haki ya mianzo ya familia yao. Kutokea hapa, sawa, sitoacha kumtumia. Na kumpa tu picha ya watu wanaotaka kwenda, kwa sababu tunahitaji kuomba kanisa. Kiwango cha kanisa sasa hivi kumtafuta Mungu kiko chini sana. Yaani kiko down. Yaani kiko chini. Geti inasoma 0.001. Maana katika kutafuta uso wa Mungu, huko ndipo Mungu anapojifunua na kuweka wazi vile ulivyo dhaifu. Ni wapi pa kutengeneza, ni wapi pa kurekebisha katika kumtafuta Mungu. Sasa ili atujulishe mahali tunapopitia ambapo ni hatari, ni kutafuta uso wake. Hii si kama shetani akifanikiwa kuanza kuikamata, ujue ataharibu kila future ya mtu. Kama nimepatia, anaharibu kesho kutwa. Unakuwa mtu aliyejua kila kitu, unaishi maisha ambayo huwezi kumshuhudia mtu kuhusu Mungu. Unafika mahali unaogopa tu kumwambia mtu mimi namwacha Mungu kwa sababu hamna mahali ingine pa kwenda. Na wewe umekuwa nini chanzo cha shetani ama miungu hii ya giza ina uhalali juu ya chanzo ama ya familia? Lakini sisi ni kwenye eneo la familia. Sasa nisichunguze kwanza, nazungumzia misingi kwanza. Ile tunapokutana, tengeneza tempa katika ulimwengu wa roho, tengeneza kiu, tengeneza njaa ya kuomba kwa namna ya kutaka kumwona Mungu akiwa ameonyesha wazi Mungu wako. Ngoja niwaambie kitu kimoja. Nasikia mtu mmoja alikutana na kipindi kigumu sana cha kiuchumi, kipindi kibaya. Kaka ameokoka, anampenda Mungu mpaka unatamani hayo maisha. Shingo watu wanasema Yesu kama hapa. Kwa kweli hii level Mungu amembariki. Amejaa msamaha sana. Yaani anafanyiwa kitu si kitu kwake. Anaweza kufanywa kitu unasema hii kesho unaweka kikao. Yeye hawana. Ashapona, yaani moyo wake umepona. Lakini akawa wakati mgumu sana kiuchumi. Kipindi kibaya. Siku moja akawa ameniomba, ananiambia mtumishi, naomba rafiki yangu nipe chochote. Maana hali ni mbaya kwa familia. Nikakubali. Lakini na hiyo sikuwa nayo, ilikuwa nyumbani. Ile nilimpa tu kisomo, nikasahau kabisa. Ikapita hiyo siku, anakuja kunipigia kesho, ananiambia ndugu, vipi rafiki yangu? Mbona umenipata? Nikamwambia kwani kiongea nini? Si nilikuomba chochote kwa ajili ya familia. Nikamwambia ndugu yangu, nimesema. Akasema kwa hiyo
kuna kitu kiko hapa. Hii ni aibu. So najua kuna mahali kuna mtu anamwambia siri zako ya ukiwa na kabla wako, kuna mtu anamwambia tafadhali nipe wako, nipe chochote. Si kila mtu anaweza kumwambia. Kwa hiyo naye aliniamini, na kweli ndio maisha tunaishi. Vikienda vibaya na chochote huko, wanakaa kuisha ili maisha yaende. Mwambie kila mtu ili kuficha ushuhuda. Yesu asifiwe watu. Hebu munga mkono kama tuko pamoja. Pigie Yesu makofi kwa roho. Ndio nilimshangaa. Akasema hapana. Si kweli. Haiso maisha. Kule mimi kusahau hasira ikaibuka ya Roho Mtakatifu. Kiu ya kutaka kujua why haya maisha yako hivi ikaibuka. Yule ndugu alifunga mfungo usiokuwa na mwisho. Alisema ni bora nife, lakini si maisha haya. Alifunga akiomba. Yule ndugu aliisha mpaka akajikunja namna hiyo. Mtu wake akawa anamwambia mwambieni aje. Anasema nyingi kwa sababu gani? Sijui hatima ya hawa ndugu waliowazaa. Hakuna wa kumuuliza. Yatoka kwenye mfungo. Kwa maana tukipata chochote shika. Tukinunua kakilo na mpa ingaje tu asitoke kwenye ile namna alionayo ya kimaombi. Ndugu aliomba kwa mtu akimsimu. Mwaka mzima mbingu ziko kimya, kuna majibu. Mwaka mzima wewe za mwanabili unakutafuta shida, tunaomba siku 21 kama umeomba. Yaani kuna vitu hivi vitikisike miaka mitatu. Ili utikise ngombe, yaani ile joka lianze kufikiri limeguswa miaka mitatu. Kwa sababu limejenga kwa namna ambayo unakumbuka ile vita ya siku 12 kwenye kile kitu cha Biblia, wanadai wa jamaa walijenga ukuta wake. Ukuta ule unene wa ukuta ni mita 60. Mita 60 ni kanisa, nafikiri kutoka hapa mpaka pale ongeza tena. Alafu ndio huo ukuta, alafu pasweke kwa mabomu ya kawaida. Yaani wa jamaa walikusanya, wakasema hapa upeleka mabomu ya kawaida haiwezi kutikisa. Kama mnakumbuka hiyo vita mwaka jana. Zuri jamaa akasema mwaka. Jipanga kuomba mwaka, aliamua kuomba usipokuwa na mwisho. Fikiri, shetani anajua ya mwisho wa tamaa yetu sisi ya kuhitaji Mungu afanye kitu kwetu inaishia wapi? Na ndio maana hatuogopi. Unakuta kwenye familia mama Mungu anasukari baba, wewe mwenyewe una wingi alafu tukawaida. Fanya kufanya kazi fulani. Afu nafikiri ni mambo yanayotokana na mabadiliko ya tabia nchi. Shetani anakupembelezea hapa mapaja na unakubali. Come on. Ni watu Yesu asifiwe sana. Yule ndugu aliomba mwaka ukakata. Tukawa tunasema jamaa nafikiri anaelekea machanganyikiwa. Tukawa tunaingiza nafikiri sasa tukawa ndio tunasema kuna ndio wale Elifazo wenye kukatisha mtu tamaa. Alodu sitisha hiki sasa unapoelekea nikifa anasema Mungu ni bora nife nikiwa napambana kuliko ya maisha. Ifi nikifa si kwa nife. Ishida inaniandama si ni wetu. Sasa si bora nife kwa Mungu Bwana. Nisife kwa Mungu adui. Acha nikae kwa Mungu mpaka niamini. Sina mazi. Ile kama aliomba mwaka ukakata miezi 10. Ule mwezi
mwezi wa 12 akaota kuna bibi amekuja akamwambia, wewe tuheshimiane sana, mbona unaleta kipelembele sana, nitakunyoosha. Bibi katoka, alafu akajitambulisha jina, mimi naitwa fulani. Alipoamka usingizini akampigia mama yake, mama, samahani, hivi unamjua bibi fulani? Akamwambia, mtoto, nani alikwambia huyu bibi? Ndio, kwani ni nani? Akasema, bibi tuliambiwa na bibi yetu. Sio mama yake, sio bibi yake, bibi. Akasema, tulisindio tukiwa wadogo sana, tukiwa na miaka midogo, hata mimi sikumbuki tena. Umekumbukaje? Nani aliyekwambia habari ya huyu bibi? Inasadikika ni tishio. Maisha ya familia iliwekwa mikononi mwake. Isilaikuwa kuna watu wamekufa na wamekufa na maisha yako. Yaani wewe kila kitu kiliuzwa, kiko kaburini. Unaishi tu kwa kupumua, lakini si mtu anayetegemewa kufanya chochote duniani. Tuna kazi sana kutokea hapa kutengeneza mazingira mazuri ya kizazi kijacho. Sisi tuliona yule kaka aliomba, akamwambia mama, okay, imetosha. Akasema, Wamasai wanasema kikao kimepata chanzo. Wale Wamasai wanasema kimezeki bila kunya, ishapata kichwa, mahali pa kuanzia nimepapata. Akasema miezi 12. Akarudi kwa Bwana. Sasa ashajua. Sasa toba imefunua nini sababu ya hiki kitu, haya maisha anayotembea nayo. Na wakati huu familia yao haina ushindani, ni familia iliyopanganyika, kila mtu anaishi anavyojua yeye. Hamna hivyo. Ushaikuwa na familia ambayo hakuna hata mtu unaweza ukamwomba laki kwa mbe samahani kwa nipe laki moja. Yaani wewe ndio unafuu hapo ulipo, wewe ndio unafuu. Kila kitu kimekwama. Yaani unategemewa kwa maombi, unategemewa kiuchumi. Eneo biashara unaopambana nayo miaka 20 ni agenge. Sisemi kusema nina nia ya Mungu kuinua shauku ya kufika mahali kusema no, nahitaji kitu. Chanzo cha haya maisha ni nini? Acha nikusaidie kusema amen. Amen. Akautafuta uso mwezi wa 14, miezi 4, mwezi wa 16, 4 plus 12, 16. Yule bibi akaja akamwambia, nisamehe, nimekubali. Na wakati kuna nyumba fulani hivi kwao ya miungu, akaota inaungua. Si apigie mama yake, mama anataka sasa kumwambia kuuliza swali kuhusu bibi. Akampigia akamwambia, kaka, kwanza nyumba inaungua. Nikasema yes. Akasema hivi, tayari unajua baada ya hapo mpeleka kazi na milioni 1 hapo, akamwambia yangu nayo ipo. Tuna uwezo wa kuanzisha misingi mipya tofauti na ile ambayo waliuza wale waliotutangulia. Maana kuna watu wameuza kila kitu. Chanzo cha maisha yetu iko mikononi mwa Mungu. Ana uwezo wa kufanya kitu chochote. Hauruhusiwi kwenda mbali. Kama ambavyo Farao alimwambia Musa, usiende mbali. Hauruhusiwi kwenda mbali. Hauruhusiwi kwenda mbali kiroho. Hauruhusiwi kwenda mbali kiuchumi. Hauruhusiwi kwenda mbali kimahusiano. Hauruhusiwi. Wewe utaolewa miaka 4, 5, vurugu vidogo tumeacha. Taifa la Mungu, Yesu asifiwe. Amen.
Asanteni sana kwa kuwa mnaelewa Masai vile. Sio ni kwa tathmini maisha tuliyokulia sisi. Wanang'ang'ana kutafuta usawa kwa sababu siko mahali salama. Siko mahali salama. Wahubiri wao wamejitokeza hapa katikati, lakini mhubiri wa kwanza huko kwetu anaenda huko na huko ni mimi, na mazingira ya familia yetu yalishikiwa kimila. Sijui hapa ndio nilisema familia yetu ni kubwa, tuko wengi mpaka anatambuana. Hizi nienda nyumbani nauliza na huyu ni wa nani? Nimeenda hizi wameolewa mabinti hapo huko kwetu, hata sijui ni mke wa nani. Huyu ni anauliza huyu naye akaolewa hapa, huyu na huyu mtoto. Tuko rundo hivi. Siapa niliwaambia tulihesabiwa wadugu, tulikuwa karibia 900 na unafanya mchezo vitu 700 hapo, jazungumzia watoto. Alafu imagine wewe peke yako unaweza baba katika jina la Yesu, na mwana vunja hawa wote wana miungu mingine. Sio kuacha kujisifia eti kwamba umeokoka, kwa sababu unapokaa na watu wasiokuwa na roho wa Mungu, uwe na uhakika adui yuko karibu na wewe kupeleleza maisha yako kuliko unavyofikiri. Anajua kulala na kuamka kwako. Uwaga namwambia ndugu mmoja ambaye sasa Bwana amemuinua naye kwenye familia. Nikamwambia sasa, angalau tumekuwa 2 3. Hebu tukaze mwendo, kwa sababu huu mzigo tunaobeba Mungu aingilie kati. Usifanye kwenye familia ambayo wewe peke yako unasema Bwana asifiwe. Siku ukiandaa sherehe unazidiwa, unataka pia kutumia. Tamani sio pia nimekuwa hapa na hata mambo yako. Tulia. Pia unaweza kujisherehe umeokoka. Watu waliokuzunguka wote wainaji. Yaani kuna kisoda hapo kwa Coca-Cola na juisi ya Ceres iko hapo. Wote ni zile chupa za kijani zimekuzunguka, alafu ni kamera inapita hapo. Unataka kuficha uso wako ndio uko kweli. Alafu Mungu ameweka hapo, takiwa ukazane kweli. Siku moja mimi kuna kitu moja niliona, sina maana nimeona, anasema bwana huyu sie ndio mmoja hapo katika hapa. Mungu anaambia akicheka kuni Mungu kikoni na anaenda wanaandika kabisa kutaka hicho kitu, watu wanajua kuchunga vitu. Sasa mimi mwenyewe kwenye familia kuna saa ilibidi niishi maisha fulani hivi ya bonge, nikuto utafikiri sina Mungu. Na ni pale nilipolazimishwa vitu fulani ambavyo sitapatikana navyo kama Mungu yuko hapa hayupo. Na ilitokea hivi. Mzee alipofariki alituacha mikononi mwa kanisa. Lakini baada ya kufariki, boma ni kubwa kama unavyoona. Walikuja wazee, kaka zake, wadogo zake, baba wadogo, wengi. Wakapanga sasa kwamba inatakiwa siku fulani hapa tufanye sherehe fulani. Kasema hii sherehe ya namna gani? Wakatuambia vijana, funga mkono. Nikasema hakuna, niambie. Wakaniambia, maisha ninayoyaishi yametosha shetani kuyaratibu. Nimetembea maisha ya shida, alafu nije kuongeza tena
sasa mwingine hapana. Na siku nikaambia dada zangu wakubwa na wadogo na wadogo zangu, nikaambia sikiliza, mimi ndiye kaka wa hii familia. Siku ile walipokabidhi kila nyumba, kijana, wewe usimamie familia ya mama yako. Kwa dada zangu hapo nikamwambia, dada, sikiliza, kama mkishiriki hiyo sherehe, mimi sio kaka yenu wala sio ndugu yenu, nitoeni kabisa. Nikamwambia, nimesema unajua nenda kwa hekima. Nikamwambia, hekima ya Mungu ni upuuzi kwa wanadamu. Hii ndio hekima yenyewe. Sitaki kufia namna hiyo. Alafu nikarudi Dar es Salaam. Kwa nini nafanya hivyo? Jamani, hapa tunapo napambana. Hali ni mbaya. Kuna mirija mingi shetani anaitegemea kupambana na mimi. Alafu nije kuongeza kitu kingine ambacho shetani atakuwa na hoja na yasema ni mimi mwenyewe ndio niliyejiingiza, hata kama sina uhakika nayo. Ni maana ni vizuri sana kanisa kwa makini. Kama unahitaji kuishi kwenye dunia yenye ushindani, kuna saa unahitaji kutengwa, kuna saa unahitaji kila mtu aweke pembe, ubaki peke yako. Unaweza kubaki na watu. Sasa mimi nitaonekanaje? Watu wale watakaokuona, linda imani yako, kwa sababu ndio mtaji wa maisha yako. Unaanza kutuambia watanionaje? Mungu atakuwa anakuonaje? Sasa nenda, alafu shida zikutembelee mpaka meno yatoe jasho, ndio utakuja kujua hiki ndio kwanza. Wakaidi wazee, kaambia sijakaidi. Siwezi kumtii mtu mpaka kwenye uovu. Hii kitu siku. Alafu nilikuwa na hoja tena muda tu ndio haupo. Lakini nazungumzia namna ambavyo ufalme wa giza au ufalme wa Mungu unavyotegemea misingi kama mtaji wa kukuvuruga kesho yako ama kuistawisha kesho yako. Tuko hapa ili tupeane haya maarifa. Tuko hapa ili tuombe. Tuko hapa ili uende nyumbani uanze kufanya tathmini. Usiwe Mkristo mwenye kuridhika na aina fulani ya maisha. Usiridhike kwa sababu una gari. Wewe sio mtu wa gari. Tunatakiwa tukuone unamiliki meli na pasua bahari. Hapo ndio uzeni kidogo unaweza kuridhika. Au una gari kucha bilioni 70. Unakuja kutuambia hapo umefika. Nani alikwambia umefika huko? Sio useme tu shamba wenye kwa. Unaridhika na kitu gani? Ukitaka kujua kwamba tuko mahali pabaya. Mimi nilishangaa kuona familia miaka 25 mtoto ni bilionea. Mambo yamenyoka namna hiyo. Alafu sasa sisi tuliobana na misingi mibovu tunaanza kusema msiwaone tu. Watu wanafanya mikataba mibovu. Shauri yako. Yaani tunajitia moyo. Na sasa ukipata na kampani ya mtu na wewe umehasi. Unaridhika. Hatutaki kanisa lenye kuridhika na aina ya maisha. Unajua kama Mungu alituasisi kwa vita, ni lazima tupambane, tudai haki yetu. Shetani hataki asitaki. Haikwambiani na haki, mwambie siwepo. Tukae chini tumenyuka hapa. Nijue ni wapi ulikuanzia. Vinginevyo kama utaki ninakuja mzima kwako. Ninakuvunja mema kwa jina la Yesu Kristo. Uache maisha yako. Kama kila kitu mpaka kwenye kula. Umejitahidi sana ubongo na tembele ndio maisha safi na kufufa. Sasa nenda kusikia hapo nje na kama hamna hebu nenda kwenye marobaini kati na leo nao kushiriki mlango wewe na unaganya wewe. Mama mpaka kwenye kula rafiki. Imagine mpaka leo unalia ugali shiko za kuku na utumbo. Hebu munga mkono namna hii kama unakulaga utumbo na shika ya mama. Unaona sasa? Simama rafiki yangu. Simama. Kuna maisha ambayo shetani ameamua tu
kuratibishia, kwa sababu ana mahali pa kuanzia, eneo ambalo ndio chanzo cha maisha yako. Kuna siku nilikuwa nawaambia wadugu, mimi kwetu hamna gari, ukanunua kakovu tunaweka hapo nyumbani, weka juu ya mawe, watu wanasema la kwangu ili nivuke tuko mpaka. Kuna watu wamecholewa mipaka, wewe utoke hapo. Hapana, si sawa, haiko sawa. Hapo umekaa unaumwa, yakanenda rudi, unaumwa wewe, dada yako ukiamka asubuhi, habari za salama, umeamkaje leo? Niko vibaya. Sasa mimi huko kweli leo sijalala. Na kaka huko anaendelea wote. Halafu umezika nafikia. Wewe sio Kristo. Ukristo ni baada katika Kristo Yesu. Ukristo ni kudai haki kwa nguvu. Ukristo ni ile kusema no, sitoenda kaburini kwa shetani kunipigisha magoti. Siendi. Sipigi nasema kama nifunga hapa tafungwa. Haujajua tu vile ulivyo. Kama mtumshukuru Mungu, tuiweke wiki wakfu. Mwambie Bwana, utakapowagusa wengine usiniache na mimi. Nitoe hapa. Tutamwambia Mungu hivyo. Isemeshe wiki hii. Unajua usiku ina roho. Isemeshe inasikia. Hakuna kitu kisichokuwa na roho. Siku moja nilipita mahali kukuta watu makanisa wa dini zingine, sio kanisa, wanaamka saa 9 saa 9 ni muda wa kumlaani Mkristo na Myahudi na laaniwa. 10 unaisemesha siku 11 wanamwabudu Mungu wao. Wewe unaamka leo, Mungu wangu naomba unisaidie. Wewe nzako unasemesha siku unaamka na kupiga miaya. Kwa hiyo tutaisemesha wiki. Biblia inasema hiyo siku Bwana aliyoifanya na utaifanya. Mwambie Mungu, ifanye wiki iwe ni wiki ya kumbukumbu kwa maisha yako yote. Kama watu wanashiriki ya birthday, basi nishiriki tarehe, mwezi na siku ambayo nimekutana na Bwana. Nenda mahali fulani na kuta mtumishi mmoja kundana siku ya kukumbuka, siku ya kuokoka. Ni mbao aliokoka mwaka wa 70. Kwa hiyo kila mwaka anafanya kumbukizi. Hata sisi hatufanya hata kumbukizi ya siku ya kubatizwa. Tufanyaje kumbukizi? Si sawa sana. Ongeza na hiyo kwa kusaidia. Ni siku bora na ya maana. Ni siku iliyozaliwa mara ya pili. Ni siku iliyozika mtu wako wa kale. Jifunze kufanya hivyo. Usinipite Bwana, usinipite unapogusa wengine, nami usinipite Bwana, usinipite unapogusa wengine, nami usinipite
nimekosa ujasiri wa kusema habari zako mbele za watu. Yesu nisaidie, habari ya wengi kwa ajili yangu Bwana, kibali yangu Bwana, hadi nilipata wananiona pesa ya kusoma yote Bwana. Fadhili zako tukaione neema yako. Mungu ninakusikia.